Bana, tayari niko na ndugu zangu. Mko vizuri hapa eh? Mko vizuri kabisa. Yes. Karibuni sana Point FM Radio. Shukrani kabisa. Haya, tuanze na upande huu hapo wa kutambue. Mimi nakutambua, lakini anayekusikiliza pia aweze kujua hii ni sauti ya nani. Yes. Kwa majina yangu mimi, kwa majina ya kutafutia ugali, naitwa Makungu. Na wengi wananifahamu hivyo. Okay. Yes. Lakini kwa majina yangu mimi kabisa ya kuzaliwa nilopewa na wazee, naitwa Charles Miragilo Makungu. Hapo ni majina matatu sasa. Okay. Yes. Kwa hiyo Makungu ni jina la ubini. Hilo ni jina la ubini. Watu wengi walipenda sana kuniita hivyo, la nikaona mbona kama linafaa. Ulitumia kama brand. Yes. Haya. Okay. Haya bwana, tuanze na ndugu yangu Makungu hapo. Umejitambulisha kama Makungu. Unafanya issue gani wewe hasa? Mimi bwana, tuseme kwa sasa hivi ni mchekeshaji, ni comedian, lakini unajua sijajikita sana hivyo kwa sababu haijaanza kuniletea manufaa. Ni vile nafanya kitu ambacho kinakipenda na nategemea kesho kutwa kitakuja kuniletea manufaa. Okay. Yes. Kwa sasa hivi mimi ni afisa usafirishaji, yani boda boda. Sio boda boda anatuchukulia vibaya sana, lakini wanatuchukulia tu vibaya. Unajua jana umezungumzia sana boda boda. Jana nilikuwa na mada kuhusiana na, kabla tujaanza kuzungumzia sana COVID. Yes. Jana kulikuwa kuna mada hapa, tulikuwa tunazungumzia kuhusiana na boda boda. Kwa nini boda boda wamekuwa ni watu ambao yaani mna upendo, kwa maana ya kwamba mnasapotiana. Tunasapotiana sana. Yaani boda boda likimkuta boda boda mwenzie jambo, hata kama hamjui, lakini akishajua tu kabisa ni boda boda, kuna namna ambavyo anakuwa anapambania yani jambo. Tunaona mabarabara. Hiyo ni lazima itokee. Hiyo inatokana na nini? Kwa sababu jana nilikuwa nimeweka hapo, sikupata nafasi ya kuweza kuzungumza na boda boda yoyote. Kwa sababu boda boda cha kwanza sisi tunaongelea zungumzie kwenye mic kidogo. Okay. Unajua cha kwanza sisi tunaonekana kama tumetengwa. Kwa sababu tukipata tatizo, watu wenye magari, watu wengi tu wakubwa ambao wanahusika na magari, achana na masuala ya bike ambao ni boda boda, wanatutenga. Kwa sisi jambo letu tunalibeba wenyewe. Okay. Tunalibebaga wenyewe. Japokuwa sio vile ambavyo wanatuchukulia wao, kwa sababu mtu anataka kuchukulia boda boda ni wauni sana. Boda boda 1 2 3, lakini hatuko hivyo. Na kuhusiana na swala la smart jana limezungumziwa sana. Boda boda mlio wengi, japo sio wote. Usmart hamuuzingatii vijana. Mna shida gani? Uzingatii, sema hawauzingatii. Nimesema hivyo kwa sababu haya ni malalamiko kutoka kwa wananchi. Wengi wao wanauzia boda boda hamzingatii usafi. Sahihi. Boda boda unavyoamka vile ndio hivyo unaenda kuchukua naniliu bike yako unaingia mtaani. Boda boda kwanza hapo katika matabaka. Cha kwanza hilo inabidi uelewe. Tabaka la kwanza kuna hawa boda boda ambao nyinyi mnaita vishandu, alafu kuna boda boda wale ambao nyinyi mnawataka wale wenye Said Mila, mavitu yameenea. Hao ndo wale wachafu. Tutofautishe kati ya vishandu na hao yani. Na hawa kawaida. Naweza nikawatofautisha hapo. Iko hivi. Boda boda wa kawaida ambao asilimia nyingi wanapendwa na watu. Ni hao boda boda ambao unakuta pikipiki yake ina Said Mila, pikipiki yake ina dashboard, pikipiki yake asilimia nyingi na kila kitu yani. Kajali koti au wakiamka asubuhi, wao ni kwenda kutafuta hela. Unakuta hapo kabisa mtu ana ndoa yake. Kwa anaamka asubuhi akili yake inawaza kabisa, mimi niende kijiweni nikatafute hela, nije nilishe familia. Masuala ya kuoga nitajua baadaye. Kwa mtu anatoka akiwa hivyo. Lakini vishandu ambao mnaongelea nyinyi ndo wale ambao mnawakuta hata misibani. Misibani huwezi kukuta wale ambao wana Said Mila. Uongo kweli? Na hisi umeona sana. Kwa hiyo ambao unaweza kuwakuta asilimia nyingi ni wale ambao ni vishandu, wale wa mtaani ambao wanachukiwa sasa na watu. Kwamba boda boda bwana hawa wahuni hapa. Na ukikuta kwenye jambo lao kweli wewe ni kishandu au ni nani? Unaweza kaniweka huko, lakini mimi sijaelewa sana. Lakini kishandu, maisha ya boda boda nayaelewa. Kishandu kuna kama ina tafsiri pia nyingine ya kwamba ni wale ambao wanakwapua. Wanakwapua. Sasa ndio maana nimesema kwamba mnavowaitanie. Kwa sababu boda boda ndio wanaonekana wale ambao wanakwapua. Umezungumzia swala la kwamba kuhusiana na Said Mila sijui inakuwa na dashboard nini na nini. Yes. Kwani hivyo ndio vitu ambavyo vinatakikana kuwa kwenye boda boda ili abiria ajione yuko salama. Ni kweli. Kwa nini nyie vishandu? Maana unasema unajiweka kwenye vishandu. Wewe kama kishandu, kwa nini boda boda zenu zinakuwa hazina hivyo vitu na hazina Said Mila? Naweza nikajielezea kwa machache japokuwa inanibana sana. Siwezi kujielezea sana. Ipo hivi. Boda boda ili cha kwanza uendane na sehemu ambayo unahitajika wewe kukaa, kwa sababu ukiwa mtu mwenye Said Mila cha kwanza watakutenga. Utaonekana ni wale watu ambao
Nisikilize kwanza, nisikilize. Kuna wale loko, unajua kuna bodaboda loko ambao hawajipendi. Pikipiki yako inabidi iwe safi bwana. Ili moja wapo iwe safi. Ili labda iwe na side mirror moja, isiwe na side mirror zote mbili. Iwe na moja. Kisheria hii inaruhusiwa. Kisheria kisheria utalifunga. Na sasa unapoelekea utafungwa. Na mimi sitaki nifungwe, ndio maana nimesema itanibana sana. Haya, basi sawa. Nilitaka tukugusia hilo kwa sababu ya mada ambayo ilikuwa ipo jana. Tuzungumze kuhusiana na kazi yako ya comedy hiyo ambayo pengine ndio leo hii imekufanya uje hapa Point FM. Kazi yako hiyo umeianza lini na ulijigunduaje kwamba una kipaji cha kuchekesha? Toka mdogo. Toka mdogo nimeanza tu kumiliki simu ndogo, yani sio simu kubwa. Nilipoanza tu kumiliki simu ndogo, niligundua kwamba nina kipaji cha kujionea mwenyewe. Unajua sisi ambao tumezaliwa katika familia za kimaskini, wazazi wetu hawaangalii ile kwamba mtoto wangu anaweza kawa na kipaji fulani, nimpeleke katika shule ya fulani, hapana. Kwa hiyo kipaji mimi niligundua kwangu mwenyewe. Nilipoanza kumiliki simu ndogo kwa sababu nilianza kuwashuti hata watoto zangu, kujishuti mwenyewe. Na simu ndogo ya button. Nimeanza kujishuti hivyo. Sikumbuki ilikuwa ni mwaka gani, lakini naona kama ni lifestyle yangu ipo hivyo yani katika comedy. Kwa hiyo nilipozidi kupanda level katika simu, nikaona na geni huko, yani na beni huko yani. Kila ninachokifanya naenda huko. Nikaona lakini hivi vitu ni vizuri sana. Unaona mpaka sasa hivi nina miaka mingi ijawahi kuniingizia hela, na hilo naomba sana Watanzania wanisupport tu. Japokuwa unajua naongea kinyonge hapo. Kwa sababu gani naongea kinyonge? Kwa sababu kwa kazi ambayo nimejikita ya bodaboda, watu wengi sana kumpa kazi bodaboda inakuwa ni kazi. Yaani ni kazi juu ya kazi. Kumwamini bodaboda inakuwa ni kipengele kingine. Kwa hiyo naomba watu waniamini cha kwanza. Yaani kwa hiyo mtu akigundua wewe unafanya kazi ya comedy lakini ni bodaboda. Ni bodaboda, anaona ni wale. Kuna mtu amesema hapa kwanza bodaboda waongo. Ina maana nyinyi ni waongo ndio maana hamwaminiki. Alokutana naye. Alokutana naye. Wapo, unajua unaposema bodaboda ni wengi, bodaboda ni wengi na kila mmoja ana roho yake. Kila mmoja ana roho yake. Ndio maana niliposema ni bodaboda mimi, wanipe kazi. Wanipe kazi. Naweza nikatangaza maduka kwa hapa ndani ya Dodoma. Dodoma pia watu waangalie. Kuna mtu ananirekebisha anasema mjadala wa bodaboda haukuwa jana ni juzi. Sawa, shukrani sana kwa kunikumbusha. Kweli, maana isije ikawa kaamua kujiamulia mambo vijana wetu. Haya, nirudi kwako Makungu. Umesema umeshatengeneza comedy zako ambazo unazo, si ndio? Na hazijakufikisha sehemu yoyote. Unadhani ni kwa sababu gani? Cha kwanza nisibeni sana kwenye kulaumu mji, lakini naona Dodoma haiendelea sana katika masuala ya sanaa. Masuala ya sanaa kwa Dodoma naona bado sana. Na ningeomba sana kama serikali inaweza ikafanya mchango wowote kwa kuwapandisha wasanii wa Dodoma, ifanye hicho kitu, kwa sababu Dodoma naona bado sana. Unaweza kaona naenda kurekodi sehemu fulani, lakini bado watu anafanya nini huyo? Yaani kurekodi yaani kurekodi tu ile unaenda kushoot clip, lakini mtu huyo anafanya nini huyo? Yaani mtu anakuchukulia yani kama hauna kazi. Hana kazi. Yani ipo hivyo kwa Dodoma. So tukatisha sana tamaa kwa sisi ambao tunatoka, inabidi tutoke. Twende tukashuti, maana hatuwezi kushutia nyumbani kila siku. Inabidi tukatafute sehemu za kwenda kushutia. Sasa tunapotoka vile anyway, unaweza ukawa hujamfuatilia mtu jinsi anapoongea au nini, lakini jinsi tu anavyokuangalia moyoni wake kaanza kukata. Lakini ndo kama hivyo sasa, siwezi kukata tamaa. Nimezunguka sana yani, na ni kitu ambacho nakipenda, siwezi kuacha. Una umri gani sasa hivi? Sasa hivi ni miaka kama 21. Sasa mbona bado mdogo sana, alafu kama unaanza kukata tamaa? Sijakata tamaa, ila nimeomba ombi kwa serikali kama kuna uwezekano ikatupandisha wasanii nao wa Dodoma tuangaliwe. Unajua Dodoma kuna wasanii. Yaani hilo kitu, wa Dodoma wapo wasanii wengi. Lakini wengi na ni wazuri, lakini watu hawaamini. Kuchomoka ukiwa Dodoma, wanaamini kwamba tukishafika Dar ndo kila kitu. Wanaamini hivyo. Kwa namna moja au nyingine. Anaweza nikaamini hivyo kutokana na watu wanavyoamini. Kwa hiyo unaaminishwa na watu bila wewe mwenyewe, yaani huna imani yako mwenyewe. Imani yangu mimi ndio imenitenga niwe hapa. Kwa hiyo ningekuwa nimefuata imani za wengine, sasa ningekuwa niko mbali, kwa sababu ruksa pia ya kutoka ninayo. Mimi sio nyumbani. Mimi ni mzaliwa wa Kigoma. Mimi ni Muha. Nimezaliwa Kigoma, wilaya ya Uvinza, kijiji cha Nguruka. Muha kabisa. Mimi Muha kabisa pure. Unaweza kuongea Kiha? Kidogo naweza, kwa sababu sijakulia nyumbani. Wasalimie Waha, wanakusikiliza sasa hivi. Okay. Waha nigute. Amagambo nigute viragendeka.
Vilagende kaneza neza jamani. Tunajaribu tunatoka mbali na nyumbani kwenda kutafuta jamani. Sawa? Ndo kama hivi tunazidi kupambana. Kwa sasa tupo Dodoma. Naomba mtusupport wote ambao labda Dodoma pale Kwa nini usifanye kazi ukiwa kwenu? Yaani kwa mfano kama Kigoma. Kwa nini watu hawapendi kufanya kazi zao sanaa zao wakiwa maeneo ambayo wao wamezaliwa? Nyumbani. Itanikata kutokana na familia. Familia imefanya nini? Kutokana si familia zetu sio za nanilii sana kama nilivyokuambia. Familia zetu ni za kimaskini. Kwa hiyo inabidi tutoke pia tutafute. Ndio maana ninavyokuambia nimebeni kwenye bodaboda pamoja na comedy. Yaani uigizaji. Kwa sababu ningekuwa niko nyumbani na hisi nisingefanya labda kazi zingine, na nikifanya hizo kazi zingine wazazi wangekuwa kila jicho langu. Okay. Ila nikiwa mbali kidogo ninachopata na watumia. Nikikosa nikiwaambia wananielewa pia kwa sababu nipo nyumbani inabidi nijisimamie mwenyewe. Okay. Hilo najipongeza kwa hilo. Sawa. Tukirudi kwako Mgogo, nataka utupe kipande. Okay. Yaani umekutana sasa umefuma message kutoka kwa mke wako, yaani kutoka kwa Makungu ambaye amemtumia mke wako. Makungu, fanyeni jambo hapo. Okay, sawa. Hivi ina maana Tina leo hii umeamua kunichiti na Makungu? Ni Makungu rafiki yangu, mtu ambaye nilikuwa nakuamini, kila kitu nakupatia. Leo umekusaliti, na kuvisha na kulisha kila kitu na nyumba yangu nimekupatia. Na bado nimeondoka nimekuachia mke wangu. Lakini leo hii bado nachukua mke wangu na kunichiti wai. Daza, yaani nikombe tu kwanza samahani. Sawa. Shetani anaingiaga katika hili jambo. Makungu, usiniambie shetani. Shetani kwenye ukweli. Umeniachia ili nimlinde. Ningemwacha angetoka nje huko. Makungu. Bora hata umemkuta kwangu sehemu salama. Alikuwa ananisha. Makungu, sikia kwa kwanza. Makungu, unajua ni kwa kuheshimu sana kama mdogo wangu. Na naomba uzidi kuniheshimu kwa sababu mimi na mke wako sasa hivi tumefika mbali kidogo. Kwa hiyo siku hata siku kaondoka ukaniachia tena. Na kuapia kwamba utamkuta sehemu salama. Sawa. Sikia ndio kitu kimoja bwana. Wanasema cha pekee yako kaburi kakaangu. Sikusemi vibaya lakini Makungu, sikia ndio kitu kimoja. Kuanzia leo hii. Mimi na wewe ndugu basi. Sasa usifanye kidogo. No bro. Tina, chukua cha kwako na Makungu. Usichukue mandani hapo ondoke. Hata wapi? Sina habari na wewe bali. Pige hesabu brother. Sawa, umeniachia mimi, sawa, umemfukuza mke wako. Mimi nikamchukua nikaenda kumtunza. Okay. Family life, haina noma. Fresh. Bro, mimi urafiki wetu utakiwa kufa hivyo. Makungu. Bro, nakuheshimu sana. Sawa. Haya bwana. Makungu yani kama ni analazimisha ni kwamba yani ile kamsaidia. Mimi nimemsaidia kwa sababu angetoka. Ungekuwa mtihani. Yani bora umetoka na yule ambaye ni ndugu yake kabisa. Mimi hapa nipo nyumbani. Asiende nje. Kwa nini?